Unanichukuliaje? Unanichukuliaje? Hivi nakutumia message unijibu, nakupigia simu upokee, alafu nakutumia message WhatsApp unaniblotiki. Unanichukuliaje wewe? Alafu Jeni, inaonekana kabisa unataka unisaliti. Na umeenda nyumbani kwa Kidagi kufanya nini? Kwa nini uende kwa Kidagi bila taarifa yangu? Niachie kwanza ili nikujibu vizuri. Nasemaje sikuachii? Alafu unaonekana kabisa unataka kunisaliti. Kwa nini? Mimi sina nia kukusaliti. Unajua Jeni ni mpumbavu sana. Toka tulivyoachana pale unaonekana kabisa haupo kwenye mfumo. Sofia, unavyonikaba hivi siwezi nikakwambia kwa uhuru. Naomba niachie kwanza. Kwa uhuru? Uhuru gani unataka wewe? Hujataka uhuru na ndio maana Safi. Wewe ni mshenzi sana. Ni kwa nini ulichukua langu afu kaondoka bila kuniambia? Hela. Ina maana hujui? Hujui na unakataa. Kwa nini? Hujachukua langu wewe? Hujachukua hela? Dada Sofi, sasa usimpige kiasi hicho. Kwani hiyo pesa ni shilingi ngapi? Huyu nitampiga mpaka nitampiga. Kachukua 30 yangu. Dada Sofi, sasa usimpige kwa ajili ya 30. Mimi pesa nitakupatia, naomba umwache Jeni. Naomba unisikilize vizuri wewe takataka. Hii haiishi mpaka iishe. Na ukae ukijua kwamba sijamalizana na wewe. Mshenzi wewe. Umechukua pesa ya Dada Sofi? Dada Sofi! Jeni! Farida! Fari vipi ndani hayupo? Huku ndani hayupo kaka. Farida! Farida! Wewe vipi? Unaweza kuniambia Farida yupo wapi? Alafu isitoshe mmeacha mboga ndani, yani hata kuichambua mjamalizia kabisa, yani hata dongo mjatoa. Farida yupo wapi? Kaka, unaponiona hapa nimetoka kumsindikiza Farida huko bondeni. Umetoka kumsindikiza Farida? Ndiyo kaka, mlivyotoka tu hapa nyumbani dada yake na Farida alikuja hapa, na baada ya kufika hapa walianza kugombana na sikujua shida ni nini. Baada ya hapo dada yake Farida alimwambia amfuate nyumbani. Kwa hiyo Farida alivyorudi tulishindwa kumalizia kuchambua zile mboga. Kwa hiyo Farida akasema ngoja aende nyumbani kwa dada yake. Kwa hiyo mimi nikaona ni bora nimsindikize. Ila nimemsindikiza tu hapo, nimeishia tu hapo bondeni, sijafika hadi kwao mimi. Kwa hiyo umesema umemsindikiza mpaka wapi? Nimemsindikiza hadi hapo chini. Naomba sasa mnisikilize sawa? Kama dada yake Farida imefikia stage amejiandaa hapa na amekuja kumwambia Farida amfuate kwa nyumbani kwao, uende uko salama na 0% kabisa. Kwa hiyo cha kufanya hapa, cha msingi na cha sekondari, itabidi mimi mnisikilizie hapa. Niende huko kwa sababu huenda hata Ngosha atakuwa amejiandaa kwa nyumbani kwao. Kwa ajili ya kulinda usalama Farida, itabidi mimi nitoke hapa niende huko nikaangalie je ni kitu gani kinachoendelea au dada yake mkuja hapa kumwita kwa kitu gani cha msingi hasa. Kwa hiyo itabidi Sabiga ukae na sister hapa nyumbani. Mimi niende nikaangalie ni kitu gani kinachoendelea sawa? Yaani huko ni kimavi mavi. Kama leo Ngosha ni kuoana naye basi itabidi leo tuoane. Kama kutoboana basi leo itabidi tutoboane. Yaani leo kimavi mavi, leo dore basi dore gumba askari zangu yani. Itabidi ubaki hapa sawa mwanetu? Kaka, siwezi kukuacha uende mwenyewe. Inabidi mimi na wewe tutoke hapa tuende kwa kina Farida. Tukajue nini kinaendelea. Huwezi kumwacha mtu hapa kaka. Mimi na wewe tunaenda wote. Wewe mwanangu mbona kwa kavege ndaika mwanangu mbona kwa mbishi? Au kwa sababu umenyoa mwanangu unataka mimi kunibishia, si ndio? Mimi nimekwambia sikilizia hapa na dasista, mimi naenda kule mwenyewe ile askari mmoja tu. Kaka, siwezi kubaki peke yangu hapa na sister nyumbani. Sister yeye atabaki hapa nyumbani ila mimi na wewe inabidi tuende kwa Farida. Au vipi? Ndio. Basi hapo nyewe dole tufutike. Hamna shida kaka, tusepe. Anaika. Abe kaka. Itabidi ubaki hapa nyumbani utoe kitu sawa? Singo watu nitoke kwa Farida tukaangalie je ni kitu gani kinachoendelea. Tukirudi hapa tukute kila kitu kiwe sawa sawa. Usitoke mzee. Toke. Shikamoo Kindege. Wewe Taila, ni muda gani unaorudi hapa? Ina maana hiyo shuleni umekuwa kutoka jioni, si ndio? Naomba unisamehe sana Kindege.
Mwalimu wangu alikuwa na matatizo, ndio maana nikamsindikiza. Matatizo? Kwa hiyo matatizo ya madamu wako yanakuhusu nini? Au wewe umeenda shuleni kwa ajili ya matatizo ya madamu wako? Hapana, ndio maana nimekuomba samahani. Naomba unisamehe. Na hata hivyo, matatizo yanatokea kwa binadamu na sio wanyama. Na mimi mwenyewe ndiye nilimwomba nimsindikize, na hata yeye kanisindikiza mpaka hapa nyumbani. Amekusindikiza? Kwani yuko wapi? Kaishi hapo nje geti, kashaondoka. Na ana bahati. Maana nitaka nimfuate aniambie kuwa shuleni. Sometimes people think love is only about beautiful words. But true love is shown through actions. Loving someone means respecting them, understanding them, supporting them, and staying honest even when life becomes difficult. Never love someone only because of what they have, because material things can change. Learn to value their heart, character, and the way they treat you. If you want to be loved, begin by learning how to love sincerely. Trust is also important in every relationship. When problems appear, communication is better than silence, anger, or blame. When someone makes a mistake, a sincere apology and forgiveness can help rebuild what was broken. Never take someone who loves you for granted. Sometimes people realize someone's value only after losing them. Appreciate the people who care about you while they are still beside you. Remember, real love is not about perfection. It is about respect, trust, patience, honesty, forgiveness, and choosing to treat each other